Habari za sasa hizi jamani. Ninamshukuru Mungu nimepata neema nyingine. Nizungumze na nyinyi watu wakubwa sana ambao ni viongozi. Kwa sababu viongozi ndio wanaobadilisha maisha ya watu wengine, wanaobadilisha dunia, wanaobadilisha mazingira. Mnaoweza kuwapa watu wenu kila ambacho wanakihitaji. Na kuna wakati mwingine viongozi nyinyi mnaona mbali sana kuliko wanavyoona wale mnaowaongoza. Kwa hiyo hapa tutaenda kuangalia mambo 7 makubwa ambayo yanaweza kukusaidia kama kiongozi, na inaweza ikawa ni moja ya kukupeleka wewe hatua moja katika uongozi wako, ili uongozi ukufae wewe na uwafae na watu unaoongoza. Kimsingi maisha yenye matokeo kama kiongozi ni maisha ya mtu anayeishi kwa makusudi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi lazima uishi kwa makusudi, akiongoza kwa mfano na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yake na maisha ya wengine. Haya ni maisha yenye maono, maadili imara na hatua zinazolenga kuleta athari halisi na endelevu. Kiongozi wa aina hii huishi kwa msingi ifuatayo. Jambo la kwanza, kuwa na maono na mwelekeo. Kiongozi mwenye matokeo huona mbali. Ana maono ya maisha yake na ya jamii au shirika analoliongoza. Huweka malengo yake wazi na kuyafuata kwa ujasiri na uthabiti. Jambo la pili, kuishi kwa maadili. Kiongozi lazima uishi kwa maadili. Uongozi wa kweli hujengwa juu ya uadilifu, ukweli, unyenyekevu na heshima. Hayo mambo yanatakiwa uyazingatie kama kiongozi. Na kiongozi huonyesha mfano kwa matendo yake. Ndio maana wale unaoongoza mara nyingi wanafuatilia sana matendo yako kuliko maneno yako. Jambo la tatu, kujitolea kwa huduma. Kimsingi uongozi ni huduma. Na kiongozi bora huweka maslahi ya wengine mbele. Ana moyo wa kuwatumikia na kuwainua wengine. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi lazima uwe na moyo wa kuwatumikia wale unaoongoza. Uwe tayari kuwainua. Na hii ni pamoja na kutambua uthamani wao, kutambua kile walicho nacho, kutambua karama zao, kutambua hata jitihada zao. Huyo kiongozi ni kiongozi mwenye kutaka kuwainua, kuwavusha watu kutoa hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo jambo la 4, kujifunza na kujiboresha. Maisha yenye matokeo ni safari ya kujifunza daima. Unapokoma kujifunza maana yake uongozi wako unakoma. Kwa hiyo kiongozi lazima hujitathmini, hukubali maoni na kujifunza